Afu amechemka kweli. Amechemka. Ameng'waka, amna ameng'waka. Afu amechemka kweli. Sio mtoto wako. Mjuni. Hebu nenda huko. Mjuni. Mwanangu yule. Chalamila, namaliza. Huyu ndio mtoto tulikuwa na huyu ndio yule mtoto? Ya. Jamani. Na tunachukua nafasi hii kuanza kikao chetu kutoka pale kilipokuwa kimeishia. Msaidizi wangu alinipa pale mlipokuwa mmeishia kwamba mlishindwa kufikia mwisho. Si ndio bwana Alex? Mimi nipo kwa ajili ya kuhakikisha hili jambo linakuwa. Barua yako nimeisoma na maelezo yako nimeelewa. Bwana bibie. Huyu bwana Alex Chalamila unamfahamu kama nani kwako? Alikuwa mzazi mwenzangu. Na unafahamu kilichomleta hapa? Anakijua mwenyewe, ndo aniambia kilichomleta hapa kitu gani. Maana huyu bwana toka nimepata ujauzito hajui sabuni, hajui pampers ya mtoto. Yupo tu na midevu yake kama brush ya chechando. Ukimwona kavaa koti ili unaweza kusema timamu, kumbe mwenda wazimu huyu, jini mkubwa huyu. Pepo, shetani wewe. Yaani wewe mimi nakuchukia wewe. Yaani leo unataka kuja huku. Mama, hili ni dawati. Lengo la dawati ni kuhakikisha kila mtu anapata haki yake. Sikupendi wewe baba wewe. Sikupendi na kuchukia. Haki yako italindwa. Nimehangaika mimi na tumbo langu, nimeuza machungwa mimi. Nimehangaika na mwanangu, leo ndo unakuja kudai mtoto wako. Una akili kweli wewe? Unaona hasira zake, fanyeni maamuzi kwa ajili ya haki yako. Maana dawati ni kuhakikisha haki yako inalindwa. Maana ungekuwa na hizo nguvu peke yako nyumbani, ungemaliza wenyewe. Ndio waseme kitu gani ambacho tumemleta hapa? Kitu gani na hudumia huyu? Tusiende mbali. Bwana Chalamila, na kukaribisha wewe, unaweza lolote kuongea mbele ya mke wako, nini unachokihitaji kutoka kwake? Ndugu viongozi, nyewe mmeona kwa macho yenu. Kitu alichonifanyia huyu. Kiukweli kibinadamu, hata wewe ni kukabidhi huyu. Unaweza ukaishi naye kweli? Kwa nidhamu aliyoionyesha hapa, kibinadamu. Huyu. Si anaweza kukuwekea hata sumu kwenye chakula huyu. Sio sumu tu. Huyu anaweza akachukua kisu akakuchinja. Huyu alikuwa tukiishi naye, alikuwa akaenda jikoni namfuata. Najua aenda kuchukua kisu muda wote mimi napotea. Hana tabia mbaya, ndio maana mimi nimefanya maamuzi hivi leo nimchukue mtoto wangu niishi naye mimi mwenyewe. Sio kuishi na huyu. Ulishindwa kulea mimba, utaweza kulea mimba? Utaweza kutwa kulewa mwanaume wewe. Sasa tungesuluhishana kweli nyumbani. Haya, okay, sawa. Sasa nafikiri mimi nafikiri kwa namna ambavyo kuna situation ya na mama na baba. Kiongozi, muite mtoto tu. Nafikiri kama itakuwa. Mimi nilikuwa naomba mtoto abaki na mimi kwa sababu mimi ndio mama, najua kulea. Baba atalea mtoto kwanza, huyu analewa wote, atalea mtoto huyu. Mimi kama mama nipewe mtoto. Baki na mwanangu. Mtoto wangu ana mamlaka yangu. Subiri. Mmoja atakwenda ndani sasa hivi. Tuko kwenye dawati, kabla tujaingia huko mbele ni kwa sababu tunataka tuyamalize. Tunataka tukae mtoto tumuone. Kabla yayo. Dakika moja simama. Najua dakika moja. Hapo dakika moja. Mtoto wangu haribike. Haribike, ushindwa kulea ujauzito, utaweza mtoto kutwa mipombe kila budi. Unakunywa mataputapu. Hapo angalia kaka. Unaweza. Koti lako tu linakushinda kufuata mtoto. Haya, asante. Basi mimi na mwenzangu tumejadili, msaidizi wangu hapa. Ninaona kutokana na haya tuliyojadili ili tuweze kwenda vizuri zaidi. Tutahitaji awepo na mtoto. Kwa hiyo tutaahirisha mpaka pale mama utakapokuja na mtoto. Tuendelee sasa na hiyo sehemu ya tatu ya mazungumzo yetu. Mtoto nimekuja naye. Yaani mimi mwanangu kama begi popote ninalo nambeba. Niko na kakaangu ananisaidia kumbeba mwanangu ili huyu chapombe asije akamuiba. Yaani mtoto nimekuja naye, nimemwacha hapo nje na kaka. Kiongozi, huyu amemtelekeza. Utaniambia hapa. Hayupo naye, muongo. Kabisa. Kwa sababu mtoto kwa umri aliokuwa nao atakuwa nikae naye mimi, maisha aliyokuepo sasa hivi. Huyu hawezi kumlea. Na mtoto mdogo mkunja angali mbichi. Wewe utaweza kumlea? Kuto hapo kwenye mataputapu. Utaweza kumlea? Wewe utaweza kumlea? Wewe utaweza? Basi naweza na mpaka sasa hivi nimemlea. Mimi nafikiri nani wamwite, mpigie simu kama yupo hapo. Yuko na nani? Hapo mtoto umemwacha anacheza na nani? Yupo na kaka. Ni hapa ofisini kwetu? Kaka. Mtoto mwenyewe si anatembea? Mlete mtoto. Wewe aje? Kidogo anajitahidi sana hata kuongea kwenye kusikia kwenye kwa mbali sana. Anatembea kwa mbali kidogo. Naomba tu haya. Mtoto anahitaji malezi ya mama. Mimi na baba. Na mama peke yake. Wewe mbona umeshika kutoka enzi hizo zote wewe vipi? Akipata mtu za dawati za mwaka 1900. Shikeni. Lione lilivyo kwanza. Lione na wewe ulivyo. Mzee lizima ovyo. Ya mtoto wewe. Kiukweli kabisa nilishakwambia. Si unahitaji mtoto? Na kutupia mimbegu mingine unapata mtoto wako mzuri tu mwingine. Na wewe? Mimi
Data. Mjuni. Juisi ameng'waka. Si unajua mtuni ni mkorofi Mtuni mama yako kamuona babake, kamuona baba. Dada. Kamuona baba. Unda mtoto. Kamuona babake. Afu amechemka kweli. Amechemka. Juisi yake ile imeenda. Ameng'waka, hamna ameng'waka. Afu amechemka kweli. Sio mtoto wako. Mjuni. Embu nenda huko. Mjini. Mwanangu Chalamila, namaliza. Huyu ndio mtoto tulikuwa huyu ndio yule mtoto? Mnagombania nyinyi huyu. Mtoto wa tatangu, huyu mtoto wa tatangu. Toto langu. Hebu mwache. Haya, ondokeni na uji ndio yenu. Ondokeni na uji sana. Ugoni na wewe mwana unamuumiza mtoto. Naombeni muondoke. Unasema Kambala amkuja tangu mdogo. Hata mwalimu akishina hata mwalimu huyu. Mwache bwana wangu. Nimeamua niondoke naye. Embu mwache. Wewe hata mwalimu. Huyu gombaneni Mwache kabisa. Shemeji. Mama nyonyo. Nakanyonyo. Mimi ndio hakuepo huyu. Waache wagombanie wao. Waache wagombanie. Hata Mjuni tuondoke. Labi, kwetu tunakaa hapa tunakuumiza kichwa toka jana unadhania ni mtoto. Au watu wa usalama wanatuchunguza. Unamfahamu mheshimiwa mwenyewe? Unajua Mheshimiwa Rais kamteua jamaa usiku. Sasa mimi kumteua huko usiku, sura yake hainijii, jina tu ndo nalijua. Wewe unamjua? Wewe nimjulia wapi? Mimi mwenyewe hata kumjua simjui sasa. Wewe ndio atakuja hapa. Lakini tumeshapigiwa simu kwamba atafika. Atafika basi. Muhimu, yani muhimu ni kuhakikisha ishi kumpokea. Ya. Bwana akili ndio huyo. nafikiri kuna mtu yule anatoka mlango wa nyuma na ndio yeye. Unamwona wewe? Hivi haya magari dereva anakaa upande gani? Hata hatujui. Hata hatujajua. Hao hapo anakuja. Ngoja tuwasubirie tafadhali. Twende. Ndio mheshimiwa. Karibu sana. Karibu mheshimiwa. Hongera na majukumu. Karibu sana. Hongera na majukumu. Kabisa. Ndio. Jambo. Hongera kwa uteuzi. Mama akakuteua jana usiku. Na naomba hivi. Mpatie dereva wako tu. Dereva wako. Mshike mheshimiwa. Mheshimiwa, pole sana na majukumu. Hiki cheo ulichopewa uwaziri huu sio kitu kidogo. Na ni jambo la kumshukuru Mungu. Sana kwanza CV zake. Yaani mama muonekano. Unaona kwa sababu kuna muonekano fulani yani wakiuongozi. Nashukuru Mungu kwanza rais amakumbuka. Wewe nani? Mwache dereva. Mpelete dereva. Mwachie dereva. Achia kwanza wewe relax. Achia tu. Wewe kwanza achia. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kuwapokea. Mpe dereva. Mkuu. Sasa samani kuna protocol kidogo tumefanya. Kuna kama kimilioni 20 hivi tumekuwekea kwa sababu ya maandalizi ya ndio tulivyo kwenye utaratibu. Lakini hapa katibu wangu atakupa kitabu usaini. Mheshimiwa, hongera, wizara ulopata sio ndogo. Na tunarudi kwenye gari. Samantha. Ngoja kama unarudi kwenye gari lihamishe kabisa gari, lipaki pale nyuma. Mwambie dereva wako irudishe kabisa ili ukitoka. Aliweke vile. Wewe njoo mheshimiwa. Mheshimiwa. Sema nini mheshimiwa, bado muoga, si cheo kachaguliwa jana. Mheshimiwa. Nani mheshimiwa? Mheshimiwa, mbona unajua umeteuliwa jana usiku? Yaani ulipoteuliwa jana usiku. Sisi sura yako hatuja kuona ila jina. Tuko tunachoongea. Juzi ndio ukateuliwa. Sawa mkuu. Kiongozi ni huyu? Ndio mheshimiwa. Mheshimiwa utatuia radhi sana. Mheshimiwa, kwanza sisi tusamee. Ulimi hauna mfupa. Alafu kitu kingine ambacho kimetuponza sisi ni mavazi ya kiheshimiwa. Sasa tumezoea waheshimiwa wengi wanavaa vile. Hasa dereva anavaaje hivi? Wewe ndio mara kwanza umemwita dereva. Wewe ndio ulitoa. Ndio hivyo, yule anavaaje yule? Eti kaka, dereva. Wewe dereva. Unavaaje wewe kama kiongozi? Hata mkurugenzi. Unavaaje kumshinda hadi bosi wako? Yule ndio katuponza sisi. Si ndio? Mheshimiwa tusamee sana. Mheshimiwa tusamee. Haya mashati malaini hivi wanavaa. Wanakwaya, madereva. Watu wa matarumbeta kwenye matarumbeta na sogea pembeni. Sasa huyu tunakwambia muda wote dereva hata ukatai. Unabaki unapokea, tunakupokea kibegi, tunampa bosi, umenyamaza. Usemi. Tuliposhika tu kibegi ungesema jamani mimi ni dereva. Kwa sababu umri wako wewe upaswi kuwa dereva kwa umri huu.
Hebu sogea bwana. Sauda Dodoma si anaangusha gari huyu. Boss, kabla hujafunga mlango. Mheshimiwa, tuwe radhi mheshimiwa. Tusamee sana. Naomba upeleke ripoti nzuri huko. Naomba ukatuambilie kwa viongozi kwamba katunenee mema. Sisi ni wanadamu tu boss. Katunenee mema. Mzee wangu ficha kioo kidogo. Na ripoti zenu. Dharau mlioionyesha. Hapana. Sio dharau mavazi. Ndani ya masaa 5. Sio dharau mavazi yako yamekuponda. Mavazi unayovaa sio dharau. Mheshimiwa. Tusamee sisi. Mheshimiwa. Igawa mapogoro 300 Baruku Chimala moja hiyo. Nikwambia tusiungeunge magari, unaona sasa. Ruje au Baruku Angi Ng'ombe Chimala Masasi Mbuyu ni gari. Hatuwezi kama Mwanangu Masasi pale kwa kijana wangu mmoja pale anaenda shule. Hamna shida. Tasimamisha pale mnipakilie na ndizi. Hamna shida. Dema kalia vitu. Unaenda? Achana naye. Ubaruku Ruje wa Mbuyuni moja Chimala gari hiyo Gurusi. ila mnako siku akija kujua itakutangaza matatizo. Chimala gari moja kwenda moja kwa moja. Unajiachia sana mapenzi haya. Mama Joni Nzovwe gari moja unaenda? Bro unaenda? Wazee wangu. Tafadhali tulipande. Asante sana mzee wangu. Okay. Afu inaonekana mpya kabisa hii bro hapa. Ya, sinafanya kazi kwenye hizo. Dogo. Nauli bro. Brother unaweza kuniacha hapo msaada? Msaada isimame mwanangu, unajua askari kibao sasa hivi. Msaada hela. Mara ngapi? Au nilipa wewe ndio ulipatia pale mwanzo wa gari. Kaka mkubwa. Nilikupa buku. Nitakupa mbele. Nipe sasa hivi bro, utasahau bwana. Nilikupa 1000. Wewe nipe 1000 ni ya kwako. Gari bukubuku. Unaona wenzako wote wametoa bukubuku, dada tulia na mdai huyo wewe. Toka lini ikawa? Wewe mwana. Utoa hela anachukua kitu wewe. Basi utapewa nyuma huko. Twende mzee, sije nikasahau hapa namba hela. Baba. Namba hela. Namba hela. Umeshamaliza kukusanya? Ndio tutapoa. Dada. Namba. Sana chateni. 10,000. Naona. Nikumbuke. Wewe ndio nikumbuke mimi. Shika hii. Hapo. Wewe kwenda. Mwambie dereva taile kushoto na nundu. Inaturusha sana. Konda. Mbona hii change book? 1000 mzee, sio utoe 10,000. Wewe naomba tiketi yangu. Kwani nauli bei gani? Nauli buku. Wewe utoe 10,000. Mwanangu umetoa Konda. Wewe hapa bado shilingi ngapi? Hapo nimemaliza mzee, umetoa 10,000, nimekurudishia hiyo buku. Nauli ni 1,000. Nauli ni 1,000. Nimekurudishia buku hiyo. Kumbuka vizuri. Wewe ndio ukumbuke vizuri, mimi nimekupa 10,000, nimekupa 2,000. Umenipa 10,000 ndio. Unirudishie 9,000. Hapana, niangalie vizuri. Check. Au ni kofia inakuzingua mwanangu, umeniona? Mimi Ima. Mtaani pale. Kwa hiyo sasa 1000 na nini? Hadi kabla ya hizi kazi za mambo za kokote, tunakumbuka nilikuwa nauza chips pale mtaani. Ukachukuaga 8,000 ya chips ulikuwa hujanilipa. Ulichukuaga. Acha ujinga bwana. Hapana. Acha ujinga Ima. Sikiliza mzee. Ulichukua chips ukaenda na 8,000 jumla. Tumekutana huko. Si umetoa 10,000, 8,000 ya chips, 1,000 ya nauli. Basi vitu vya chips mimi naenda hospitali. Hiyo nyumbani wewe. Wewe matunda ya mgonjwa Ima. Ima. Shwari mwanangu. Wewe staff. Ima. Hiyo umetoa. Ima. Staff Sikiliza mdogo wangu. Unatoa hiyo buku au nikurudishia kofia au Suka paki hapa ni suka. Nakuacha baba. Suka paki. Suka ameajiriwa na mjomba, hii gari ya mjomba. Mzee kuwa mstaarabu. Ndio maana nakwambia hivi, wewe nakudai 8,000 ya chips na 1,000 hapa ya nauli, jumla 9,000. Umetoa 10,000, nimekurudishia buku. Shida vinahusiana kwa sababu mimi tofauti. Mkataba vipi wa nauli? Ndio maana nakudai. Mkataba wa chakula. Ndio maana nakudai. Unachanganya mada. Wewe ndio unachanganya. Hii mambo unachanganya mada zile za chakula. Mzee basi niache. Niambie hapo unauza chips. Siuzi chips. Hii nimelipa kama nini? Nilikuwa natoa nauli na nauli lakini unadaiwa hela. Nilikuwa nalipa. Mimi kabla ya kwenda silikuwa mtu wa chips. Gari liondoka. Dereva fungua Suka. Hiyo ofisi. Yaani mnabishana kisa buku tu. Ugomvi mtaani mnahitaji kwenye Sikilizeni wewe abiria. Sikilizeni mimi sio chizi. Huyu mzee wewe chizi. Aisenya ngogo. Huyu dogo aliyepanga kwa Mamajoni. Huyu dogo aliyepanga kwa Mamajoni ananizalilisha mimi, huyu mtoto tumempangia pale kwa Mamajoni. Huyu Ima. Mimi nakudhalilisha nini? Nimepanda kwenye kidala chake. Ananiambia na ndaya fulani. Eti zile chips za siku ile na wale akina Hadija. Bro,
Wewe mwanamume unapiga kelele kisa 8,000 nakupa mimi. Sasa mwambie nakupa mimi, acha kelele. Mwambie acha kelele basi, kama mnagombea mume. Chukua hapo. Kelele kama mwanamke wa Kiislamu 8,000 tu. 8,000 yangu. Dogo unaleta mambo ya kuchanganya, unaleta mazoea na wewe mtaani tunakukaribisha wenyewe. Tembea bwana kutembea. Wewe simlipii tena ana mdomo. Ana mdomo simlipii tena. Na mama mwenye nyumba yako. Kwanza ni mambo ya kuwasiliana nyinyi na wewe, umeelewa? Mama Jeni. Mzee kontena ndio kitu kinachofuata nashuka. Sikiliza huyu mpangaji wako aliyekuwa amepanga kwa mama Asumani huyu. Oya simu hizo kelele. Si sasa hivi anafanya kazi kwenye kidaladala. Mimi nina maisha wewe. Namwambia huyu mtoto anaona kunizalisha kwa shilingi 8,000 kwenye kigari chake. Mimi naweza nikakufungulia vibanda vya chips hata 8. Wewe si umetumwa. Najua wewe unatumwa na Fred unicholeshe mimi. Wewe bro. Sawa. Hivyo vibanda 8 vya chips unavyomfungulia. Shika na hii. Wewe unaona taibuku, shika na hii. Wewe jenga. Mimi sina haja hela yako. Oya mwacha. Unanizalilisha mimi, wewe tunakukaribisha sisi waima. Chips mtaani. Dereva bado hatujafika kwenye hiko kituo, ashuke rafiki yangu. Anatupigia kelele. Nyie mnaona sawa. Mimi mkataba tofauti. Kile chakula, hii nauli. Mimi naenda hospitali kuona mgonjwa. Nani ana mgonjwa? Mimi naenda hospitali kuona mgonjwa. Sawa. Basi shuka sasa. Sawa. Sawa. Nyie mnajiona wajanja. Shuka bwana. Una hela. Hapo mzee mpumbavu kweli. Yaani wewe unaenda hospitali kuona wagonjwa kati mimi naenda mochari kuchukua maiti. Acha roho mbaya Ima. Acha roho mbaya. Basi ushalipiwa. Unajisaidia. Ile haja kubwa tu wewe unaona kunidai 8,000 umetoboa sana. Nawashukuru sana. Kwanza nawapenda mno. Maana siku nyingi bwana tunakuwa tunapishana shughuli za kazi. Safi sana. Najua maisha menyewe mafupi. Bora tutoke kama hivi tupige story tuenjoy. Kama leo. Kweli. Maisha na maisha ni mafupi kabisa. Nimewaelewa sana. Na mimi nimependa sana. Mbona au mimi Nakunywa. Hivi. Sikiliza shemeji. Habari za jioni. Habari za jioni. Dada mambo. safi. Brother mambo vipi? Safi, shwari. Karibuni jamani. Asante sana. Tuna chakula mbalimbali, tuna vinywaji, tuna juisi ya maembe, juisi ya mapera. Tuna ugali samaki, ugali dagaa, samaki aina ya sangara, tuna kibua na kadhalika. Sawa. Tuna chipsi kuku, tuna kachumbeli pia ili ho. Nipe kuku tu mimi. Kwa hiyo unakomba mboga yenyewe. Kuku bila nini yani? Kuku ni kila kidogo unapata appetite tata. Bila chipsi, bila ugali, bila chochote. Tata, weka kuku. Dada. Mimi naona leta kuku pia. Kwa hiyo wewe kuku na wewe kuku. Na chips. Na chipsi. Dada unataka chipsi? Hivyo. Na chipsi? Kwa hiyo chipsi na kuku. Sio chipsi. Alafu nyewe wasikupa simu na wewe. Baby, lakini si umeelewa chipsi? Chipsi na kuku. Kuku. Asante na kunywa. Acha shida, Haya sawa. Nakunywa niko vizuri. Acha tu niko vizuri sana. Mbona upotea sana, uonekani umeadimika kama jasho la nyoka. Yaani hauonekani mjini wala kijijini. Najua majukumu ya kazi wana shemeji magumu sana. Wanasafiri sana hawa siku hizi. Sana hivi sana. Na mambo ya Royotua haya. Ya kabisa. Wamemuingiza naye huko kwenye Royotua. Niko sana mre. Hongera sana. Nashukuru. Na mnaishi vizuri sana, ni Mungu ni mwema. Hongereni sana, hongera sana yenu. Tunamhongera sana shemeji. Kwa sababu wengine wanagombana siku hizi. Mahusiano yanakufia njiani lakini safi sana. Na tumedumu tuna miezi 6 sasa. Sio miezi 6, miaka 6. Kwa hiyo penzi limeenda kama taradadi. Safi. Hiyo inapendeza sana. Ila sema na hoti. Chakula kinaiva wa ndugu. Unaweza tu kanawa. Safi. Maji ni baridi. Baridi mchanganyiko Maisha sawa. Karaba kana manaone. Tukaikisha. Shukuru bwana. Unamwagia, mnaishi vizuri. Ananawa vizuri sana. Ila bwana shemeji bwana. Ndio. Na wewe bwana ndugu yangu Fanya uoe. Koa ni muhimu kumpata tu. Fanya uoe. Mnawachelewesha hata shule. Kumpata ndugu yangu. Mbona upo wengi? Upo wengi sana. Kweli? Hujaamua tu. Karibuni. Naomba Tomato. Na nini mwingine? Tomato tu na kuna tomato, kuna chili sauce, kuna harmonizer. Yote leta. Kuna chips hajaleta. Unajua bwana shemeji? Hapo ulipo na miaka 40. Okay. Sasa ukiwa mtoto akifikisha miaka 10 na miaka 50. Kachumbeli ipo. Utashinda kumhudumia vizuri mtoto. Kwa hiyo fanya wewe mapema ili kusudi wawaishe watoto shule. Hii hapa ya kumwagilia kwa juu, unaweza ukamwagilia kwa hapa. Sawa. Harmonizer labda mngetaka harmonizer.
Hiyo nzuri sana hiyo. Kwa wazuzu wanajitahidi. Na haka kakuku shemeji kalikuwa kasichana. Mpaka unajichafua. Okay. Pole. Hapo. Huku sina huku. Huku hamna. Huku hakuna. Sasa tunajua raha ya kula kuku. Asante sana, asante sana. Raha ya kula kuku. Baby kula. Maana tunakula huku najimwagia mwagia. Hivi ndio mnaonesha picha gani? Kwa nini? Kwa vipi? Mbona una heshima? Mimi? Heno, sina heshima wapi? Unafanya nini hapa? Hatujatukanana, sijamdharau. Sema mtoa uchafu hapa chakula. Nyewe mnawasiliana Eti kulikuwa kuna nini hapa? Hapa kulikuwa na uchafu baby, ndio maana nikawa namtolea. Sasa kwa nini unamshikashika? Kwa nini mshikanisha mbele yako? Sasa nimeshikana naye wapi? Mbona una heshima? Baby si nilikuwa na uchafu tabia zako za umi wa zamani. Nikwambia shemeji yako huyu. Basi na mimi ni heshima basi. Kanitoa uchafu. Bebe mkula, acha mambo hayo. Mtakuja chakula mnanioleta upuzi hapa. Baby mbona kawaida tu, sasa ungeondoka na uchafu au ungeendelea kula kinanilia amechafuka. Oya. Hivi unajua mali nimelipa shilingi ngapi huyu? Eti, shemeji umenitoa uchafu mimi hapa. Achana naye bwana. Usiletee upuzi wenu hapa. Baby. Nyinyi mnawasiliana mnajua alafu mnaanza kunionyesha. Tunajuana wapi? Si tumemwita hapa lakini tumemwita hapa aje kula lakini mbona hivyo? Mmeniita mmenitoa nyumbani nikamwambia ni afadhali leo kwa sababu kwa nini mnaonyesha na upuzi wenu mnaonifanyia mbele? Nikwambia siku yangu ilikuwa hivi. Kaa kwanza baby. Hebu kaa bwana. Baby. Ngoja nikaongee naye. Nakuja. Ongea naye vizuri. Mwambie vitu vya kawaida tu hivi. Sawa. Mwite. Mimi naendelea kidogo hapa. Ona mambo yanakuwa. Njoo bwana. Mimi naendelea kidogo hapa. Ona bishi hapa naona. Sasa baba. Baba. Wakati unaendelea kupata chakula na kakuja hapa kukuletea bili yako umetumia 46,400. Sawa. Nimeiona. Iweke hapo kidogo. Ndio. Weka hapo. Si unalipa hapo? Wanarudi wanakuja wale. Wanakuja wale. Sasa haina tabu. Kutoka kidogo hapo. Haina maneno. Haya, asante. Niko hapa mzee. Haya, asante nitakuita. Hapo sana. Mzee, nimekuja sasa. Nimekuja kwa ajili ya kukilia hii bili. 46,400. Wanakuja. Wanakuja kwa wapi mzee? Badi hadi. Wanakuja. Wanakujaje? Bado hata mimi sijamaliza wanakuja au ngoja, mimi na majukumu mengine ya kiofisi. Kwa hiyo wewe kilia hapa ili mimi niendelee na majukumu mengine na wewe uendelee kula. Wewe endelea kusubiri na mimi sinipo. Nataka mimi nitoke. Namaliza shift mara na recha wanakuja wengine. Kwa hiyo muda wangu mimi umeisha. Na wanakuja wameniambia anakuja akamfuata mtu kule. Sawa, haina tabu mzee. Nakusubiri tena baba baba. Au hebu njoo kijana. Hebu uangalie kidogo hapa. Wanaweza wakawa nje. Wanaweza wakawa nje. Waangalie hapo niambie labda wanaongea kidogo. Wapo hapo bwana. Baba, naona wenzio hawapo. Nasema batio katene kali na ile kali ambayo inakuepo pale FX itio haipo. Hawapo vipi sasa? FX ila ipo basi pale. Ngoja hawapo vipi? Unaacha pale mimi. Hawapo sasa nakwambia kwamba wao panaondoka. Hawapo. Hapo huyu. Unanizimiaje simu? Sasa hawapo na kwenye simu hawapo. Sasa ngoja fanya jambo moja. Lete hii nikuonyeshe. Lete. Au wapigie wewe? Sio tu kwamba kuwapigie. Wewe utaenda kuwatafuta. Utakapowapata mimi utakuja tulipe deni kwa sababu niko mwenye kazi. Sasa mimi nitatafuta manager anaweza akaniua au kuniweka jela. Sasa mimi nasiende jela. Fanya mpango mkakati ucho uchukue simu. Utaikuta kwa manager. Na ngweleza tu jambo lako manager alafu. Kwa hiyo simu ndio unaikuta kwa manager. Naenda kufanya nao mawasiliano. Hii iko ondi. Hii iko ondi mzee. Unanielewa? Hii iko ondi. Niiteni JVM, yani Juma
Pinto, la mwisho nani? Makelele. JPM Juma Pinto Makelele. Sio Mhagama tena. Niiteni, mimi naenda kujiandikisha. Wewe una Sio Mhagama tena wewe. Naama ukoo, sitaki. Wewe uko lazima. Hivi uko una mimi naama ukoo. Unataka mimi sitaki mtu wote anishauri. Familia ya Mhagama wote, hakuna asiyejua kwamba ukoo wetu ni mkubwa sana, na ukoo wetu sio mkubwa tu, una watu wengi wazito pia. Sasa nahisi kikao hiki hapa, nimeambia niitishe kikao. Kuna kijana mmoja wa Mhagama na jambo lake, sijui ni jambo gani, lakini nahisi kwa sababu hajaoa huenda amepata mwenzake. Kwa hilo nadhani yeye atatuambia kama anataka kuoa kweli, basi kwa hiyo kama ni hilo, sisi hatutaki Mhagama ambaye hajaoa. Lazima wote tumalizane. Kwa hiyo tutamsapoti kwa kadri tunavyosapotiana kwenye ukoo wetu. Kwa hiyo mzee wangu Mhagama, mimi mnaona niko kule mbuga za wanyama, si ndio bwana? Niko kule kama game. Bado uko kule? Bado niko Mikumi. Nawakilisha Mhagama vizuri. Na mimi nawakilishwa pale. Kwa hiyo niko Rerwe pale mimi. Uko Rerwe bado? Bado niko Rerwe, nakaribia kustaafu, lakini tutaomba basi msikie yeye atakachotuambia. Atatuambia kama ni jambo hilo la heri, basi tutamsupport kwa nguvu zetu zote. Karibu kijana. Kabla hajazungumza tufungue tukawa kwa maombi kidogo kwa sababu ya ukoo. Hapana. Mwinjilisti alikuwa ananiagiza pale. Hapana. Nitaomba nikiondoka. Naam. Kwa nini? Nikitoka hapa. Maombi ni jambo la msingi. La msingi. Ulinzi kwanza mwenye ukoo. Mimi nimekuja nishaomba. Mimi nimekuja nishaomba. Mimi nina neno la jamani, ndugu zangu. Hilo neno utaongea nikishamaliza mimi. Ndugu zangu. Mimi mlinisaidia. Mliokuwa ndugu zangu. Aongee. Mhagama oye. Ukoo Mhagama oye. Ndugu zangu, nisitaki kuwapotezea muda wenu. Sitaki kuwapotezea time. Sitaki kuwa na mambo mengi. Kwa Kiingereza. Sitaki kuoa. Kwanza sitaki ushirikiano wenu wa hali na mali. Sitaki ushirikiano wote wa hali na mali. Ndugu zangu, tumekaa muda mrefu sana kwenye ukoo, kwenye hii familia ikienda kimajungu. Ukoo umegawanyika, nyinyi hamjui. Wewe kwa Mikumi, wewe kwenye mitandao ya simu, wewe uko Rerwe. Nyinyi wenyewe hampendani, mna matabaka. Huyu ndo anatubagua, lakini huyu ndo anatubagua kwa sababu anafanya na wazungu, lakini sisi wote tuko mna matabaka. Nyinyi mmeunda group, admin nani? Wazungu huyu. Admin wa group si huyu dada mkubwa. Na sasa huyu kaanzisha group lake, kamweka yule. Wewe upo? Wewe umejuaje kama wewe haupo kwenye hiyo? Wewe waulize wao. Ndio maana mimi nimekaa nimetafakari, mimi mtu mzima nimeona siwezi kukaa kwenye ukoo. Kwanza una majungu, haupendi maendeleo. Huyu alipata mume mzungu, anataka kwenda Ulaya. Huyu mzee kaambiwa mtengenezee passport, kasema passport haiwezekani kupata. Hajaolewa hadi leo. Angeenda Ulaya angemchukua mwingine, sangeondoka na mdogo wake. Hawezi kusema, watu hawezi kusema mimi nimetumika kama chanzo. Hata shetani akitaka kuingia kwenye mioyo yenu anamtumia mtu. Ndio nilichoitia. Kwa hiyo mimi sitaki kukaa kwenye ukoo. Dada, unaonekana mara ngapi kwa waganga? Ulionekana Bagamoyo kilopita. Umeulizwa majina matatu, umeyataja majina ya huyu. Na wewe ulijuaje? Mimi unataka huyu tayari shaka ulemavu na Mungu. Naye tena unataka tena kumpa ulemavu. Nikuulize. Unanidhalilisha mimi? Sikudhalilishi mzee Mhagama. Ninachosema huyu ni kaka yetu mkubwa, ila ukoo unagawanyika na wewe ukiwepo. Unaniambia mimi niitishe kikao alafu nakuja hapa unanidhalilisha. Kwa hiyo mimi unanivunja heshima. Lengo kubwa kuja hapa kuambia mimi sitaki kukaa kwenye ukoo wenu. Ukoo una majungu, ukoo una wanafiki, ukoo hauna maendeleo. Unataki vipi? Sitaki na ama ukoo hauna maendeleo. Yule yuko Rerwe, yuko nimekusema hadi mambo yako wewe unielewi bana. Maendeleo gani Hebu kuwa serious. Unajaribu kusema hutaki kuwa kwenye ukoo. Sitaki kwenye ukoo wa Mhagama. Yaani ukoo mimi siutaki au je nifanyia majina ya Mhagama yatoe. Kuanzia leo mimi sio baba yako. Sawa, yatoe na majina. Sitaki kutumia jina lolote kuhusu Mhagama. Unanikataa mimi baba yako kuanzia leo. Mimi sio baba yako. Kuanzia sasa hivi mimi niiteni JPM. Wewe. Niiteni JPM. Yaani Juma Pinto la mwisho nani? Makelele.
JPM Juma Pinto Makelele. Sio Mhagama tena. Niteni, mimi naenda kujiandikisha. Wewe una Sio Mhagama tena wewe. Naama ukoo, sitaki. Wewe ukoo lazima. Hivi ukoo una sehemu. Mimi naama ukoo. Unataka mimi sitaki mtu yote anishauri. Ukoo na majungu, ukoo na maendeleo. Nilisema miaka 14 aliteza. Nimeshaanza baiskeli. Mwenda azimu huyo. Mimi sio mwenda azimu. Mimi mwenyewe naungana naye. Nani kangolo? Baadaye mtakuja kunielewa. Na wewe? Ndio. Niliumwa mimi hajaniuguza mtu kaka. Unaona? Niliumwa mimi ninataka kufa hajaniuguza mtu. Swala la kusema mnahama ukoo sio Tunahama kama Sisi ndio tunahama kwani lazima? Ni jambo rahisi namna hiyo. Bakini nyinyi na ukoo Mhagama si ukoo wetu mwingine. Mke wangu mnaenda kwenye ukoo wa miezi 12. Mke wangu ana mimba miezi 12. Kila tukienda kwa waganga anataja jina la ukoo. Kila tukienda kwa waganga. Ukoo una nuksi. Una uhakika gani na mambo ya waganga? Ni ukoo tu. Wewe huwezi kama ukoo utalaaniwa. Siwezi Kwa nini kulaniwa. washirikina sana? Mimi mwenyewe sitaki. Siwezi kulaniwa. Kwa nini nyinyi mnakuwa Nyinyi shirikina? bakini na ukoo wenu. Kwanza leo sisi tuna ukoo wetu mwingine. Ukoo gani? Kijambo dogo mnasambaziana tu. Mnasema ushirika kwenye vikao. Maneno makali. Moyoni. Ambayo Unahama kweli wewe? Baba ili mradi hatuja kutukana. Sisi tumejifanya. Haya ni matusi. Haya ni matusi kuhama ukoo ni. Hamna binadamu anahama ukoo. Watu wanahama Kwani dini. ukoo Mhagama kutoka ukoo Mhagama wewe sio baba yenu. Ina maana wewe mizimu inakutambua kama wewe ni mtoto wao. ya mizimu iko Baba yenu. Kwa hiyo wewe umeenda kujisajili kwenye ukoo mwingine wa Makelele. Namba mpya mimi sasa hivi namba hii. Namba hii ukoo ukoo wa Makelele. Utaona wapi ambako utaenda. JPM. Na wewe JPM. Mimi naitwa PMJ. Umeungana? Makelele. Baba shusha moyo, shusha moyo. Apunguzi chochote. Jasiri acha asili mimi nawaambieni. Unatuambia bali ya mizimu, mimi mizimu ishanipeleka shule. Nendeni bana. Kwa mnakaa na mizimu nyinyi. Usipate shida. Unamuita baba muzimu. Mimi nisikizeni. Nendeni kwenye huo ukoo, nendeni. Baba yenu. Sawa. Majungu Makelele. Sawa. Nendeni. Nani atakupakia mweusi wewe kwenye ukoo gani? Usiingie mwenye ndani yetu. Asiingie. Ameshahama ukoo. Hakuna mtu yote sitaki anipigie simu. Nani akupigie? Sio ndugu yenu. Nani sina akupigie? ukoo wenu. Sasa unatoka toka. Nenda. Tuachie ukoo wetu sisi basi. Toka. Oya, sikilizeni. Kwenye ulisi Wala usipate shida. Ukoo huu ni mkubwa sana. Hao wawili wakitoka, huyu dada huyu anaolewa mwezi ujao. Zaa watoto hata 10. Mwanangu wewe utaolewa. Sijui miezi mitatu minne. Zaa watoto 10. Na wewe mkiolewa zaeni, mkiolewa zaeni. Wewe mzee, zaa. Safi, nipate watu wengi. Sawa brother. Sawa. Basi ukoo unakuwa. Naenda kuzaa. Unapata shida na watu wawili. Unahamaje ukoo? Wacha waende. Na kwa taarifa yao, mzee, tengeza tangazo, tuliposti kwenye Instagram, tusajili ukoo. Tutoe tangazo, tusajili watu kwenye ukoo wetu. Ukoo wetu tena. Milango iko wazi. Tusajili ukoo uje watu wengine. Tunashukuru sana. Anakataa ukoo ambao sisi By weapons, strong weapons, silaha nzito. Mmefurahi sana kuwatoa auti bwana. Mvosikia mnaoana, mmependana, nikasema hili ni jambo jema. Kwa kweli na sisi ni watu wa dini bwana. Tunaamini kwenye dini, sio bwana? Ndio. Ni matumaini yangu bado hamjafanya chochote, maana bado hamjaoana. Ndio. Lakini mkiwatizama nyinyi Hamna chochote. hapana, kuna namna naona kama kwa hiyo jamani, tufanye cheers ya upendo, amani na ushirikiano. Bwana Mungu, tunakuomba kwa ili ya uchumba wa wenzetu hawa Bwana, pale wakutanapo mwe mnasema amina. Bwana, pale wanapokutana, amina, iwapo itatokea kidudu mtu kinataka kuleta ufitina, amina, au ufezuli, kishindwe kilege. Wanapoana hawa watu, nyumba yao ijae upendo, vyakula vipikwe, watu wale wasaze, wawalipe mahausgeli, maana kuna wengine hawa walipi, wanawasema mahausgeli. Kuna wake wanakataa ndugu wa mume, kuna mume anakataa ndugu wa mke. Bwana, waache mambo mengi.
Nimeomba haya yote kwa upendo. Sasa tufanye cheers, alafu tupige gudugudu mbili. Naona hiyo gudugudu mbili bwana. Nilisema gudu mbili, hiyo ni moja. Piga ya pili mama, nawe gudu mbili. Asante sana. Kwa vikao vya harusi pia tutakuwa tunafanya hapa anaitwa Okta. Okta. Ndio hapa ni shemeji yetu. Okay. Bwana. Afu mbona hujatuagizia chakula? Maana nilimwambia baby. Tulisema tukutane mchana, mtakuwa mmekula. Omwacha tabia ya kutaka mninyonye. Upumbavu. Tumekula. Kwa hiyo binti, wewe binti kuja. Njoo mara moja binti yangu. Hujambo? Habari za nyumbani? Hajambo mama. Shangazi mzima. Una mpenzi? Unaye? Sasa mwambie aongeze rutuba bwana. Nilikuwa nauliza kuna vyakula gani leo? Hapo sawa. Kuna supu ya mbuzi. Haye. Hebu subiri kidogo, nenda tunakuita tata. Yo. Jamani sasa hivi jamani. Salama. Safi kabisa. Sisi tuna kikao cha watu watatu. Asanteni sana. Tunaitwa Kindeki Group. Si Kindeki Group, ni watu wa kufurahisha, kuburudisha. Tunashikao kwa hiyo tunawashukuru. Tunawashukuru juu ya kwamba tunashikao, kwa hiyo tutawahitaji kama baadaye. Kwa jasiriamali tunapita sehemu zenye umati, tunaimba. Yaani mnaimba nini? Nyimbo mbalimbali. Gospel, singeri, lugha, country music. Sasa kwanza niwaambie jambo moja. Mimi mwenyewe ni msanii mzuri. Sawa. Kwa hiyo msije mkasema labda mnakuja kuperformia live. Alo, ngoja baba, ngoja. Kila mtu msanii. Ndio maana nakwambiaje? Kama mlisikia zile nyimbo, kunani pale, mbona kila kitu pale kimekufa. Tanga. Ile hip hop. Tanga kwa kweli ni kijimji kidogo, lakini kina mambo ya Uswahili si kidogo. Kichwa mengi atakukuta, ndio sisi. Sawa. Kwa hiyo kama na nyinyi wasanii ni pen tano. Sasa sisi tunaimba pop, hip hop, R&B, hip hop na country music. Kwa sababu tumekaa nje ya nchi sana. Sawa. Tupeni show. Kama nchi gani umekaa wewe? Mimi nilikuwa gabaria. Yaani sijasema kama nimekaa, ila nimepita. Tuape kidogo. Belarus nimepita. Tusikilize burudani nimepita. Sasa hadi kwenye harusi naimba lakini. Sasa kabla ya yote naomba kwanza tupashe moto vizuri. Kwanza. Our name is Kindeki Group. Our name is Kindeki Group. Itari blue right. Katam. Katam. Kwenye step wako vizuri. Hawa ni watu wa asili. Samahani. Sasa ngoja baba. Hii ilikuwa tunapasha moto tu. Ilikuwa ni salamu. Salamu. Pasha vizuri kwa ajili. Kwenye salamu tumewapa 100. Asante sana, asante. Kwenye salamu 100. Mko vizuri. Kwenye salamu 100. Na hiyo ilikuwa ni free, kwa nyimbo moja ni 3,000 kwa ajili ya kuchangia kipaji. Sasa wapige. Wapige kwanza. Sasa wasijapeleka mambo ya umontaliza. Kwa kwanza piga G sharp. Yes, kwa kwanza tunakwenda Afrika. Bara la Afrika lilikombolewa. South Africa ilichelewa kupata uhuru, lakini Tanzania ilipata uhuru 9 Desemba 61, Kenya 63, Uganda pia. Lakini sasa Uganda 1980. Sasa mwaka 1980 kuna taifa linaitwa Southern Rhodesia ambapo sasa hivi linaitwa, kipindi hicho alikuwa Idi Amin nduli dada. Hiyo Uganda, mimi nasema Zimbabwe. Sasa tunakwenda kidogo binti. Kunywa taratibu, atuongeze nyingine sawa. Tunakwenda nchi inaitwa Southern Rhodesia ambapo sasa hivi unaangalia burudani tena unakunywa. Tulia muda wa kuangalia burudani. Angalia burudani. Angalia mwenzenu, angalia. Baba, sikiliza burudani kutoka Kindeki, sisi tunaenda kwa muda. Sikia, huyu mjuaji tupatane kabisa. Mjuaji kwanza ile nani? Kama hawataki mtoke. Imba moja. Kama mtaki mgeni. Yani tunakwenda Southern Rhodesia, Zimbabwe ilipata uhuru 9 Desemba miaka 80, lakini nguli Robert Mugabe ndo alipa uhuru. Southern Rhodesia, they received their independence. Nalia kwa sababu ilimwagika damu. Damu ilimwagika. And many people killed by weapons, strong weapons, silaha nzito.
Yo, no money, no honey, no money, no honey, put the money on the table. No money, no honey, put the money on the table. Chana, verse. No money, no money. Wimbo mwingine. Kaka, sawa. Huu wimbo wa kwanza. Tunakwenda wa pili. Sasa ngoja, hii ya kwanza bei gani? 1500. Hii tutalipa. Sasa tunakwenda. Umelia sana, umelia. Nimesikia kihehe. Tunakwenda. Umelia sana. Tunakwenda Marekani. Nililia kwa sababu wimbo wakati tunapata uhuru kule watu walikufa. Sasa walikuwa wanakufa nini wakati wanakufa? Binadamu wote sawa, siwezi kuongelea watu waliokufa. Bwana, kama mnafanya vipi tufanyeni sisi. Tunataka mambo ya mimi sasa hivi nipige. Ngoja nipige hii Kimarekani ya Joe Thomas, afu utapiga ile ya pili. It's amazing how you knock me off my feet. Every time you come around me, I got weak. Baby, I'm a kind of man who show you consent. Yeah, baby. Take my lips and you take my bliss away. I wanna know. I like to know. Okay. I wanna know. tunaweza kurudi hapa nchini tupige sasa za hapa. Maana naona uko mtuvuruga. Mnagonga za Kama Maria. mnaweza kupiga za hapa tupigiane Hapa sasa sisi ndo wabaya sasa. Mgonga za hapa kwanza. Hapa sisi ndo wabaya. Tena wajue kwamba hii hatulipi. Sasa ntampata wapi? Ni tabia ya kupendeza, ni sura yako. Zuena. Sorry bwana. Huyu anaitwa nani? Samani kidogo. Huyu anaitwa nani? Huyu anaitwa Mai Kidoti. Mai, twende kwenye Mai sasa. Oyo Mai Kidoti, ileta mapenzi doti. Mai Kidoti. Kaka. Mai Kidoti. Nani binti? Amevaa kikoti. Sasa wapi basi lingine? Tukaketini pale. Ngoja tunakuja. Subirini. Tuacheni. Afrika na Zimbabwe. Msitoke. Hapa John pale, acheni upumbavu wao. Sisi ni wasanii wa Tanzania. Kaka. Tunauza kipaji chetu mrango kwa mrango, mnatukimbia. Kwa mnatuachaje sasa? Bro. Hivi sasa kazi nyingine. Unajua na umri na wenyewe na kukaa kuendelea kubeba gitaa moja na mbili. Sisi ndio hatujui au muziki hautupendi. Ni sisi na sisi tumeingia kwenye kazi ambayo sio yetu. Kwani hapa mbona kila kitu tumeenda sawa? Wewe ndio unang'ang'ania, unapiga G minor na mimi nilikwambia piga kwenye hii sharp. Unaona tunaimba flat. Flat vipi? Hebu yani wewe nao unaungana na wale ile wasipogee hela. Wewe ukawa na ndevu hizo afu unabeba kigitaa kidogo. Flat vipi? Hii flat. Sasa unavyobana vidole wewe unabania kwenye hii sharp. Ndio hawaelewi hawa. Fanya biashara nyingine. Muziki hautupendi. Sio muziki hautupendi. Yaani sisi wenyewe tumeingilia kazi ya watu. Hii kazi ya watu, hii inabidi uwe na elimu. Hebu wewe nipo livolapo pale. Pale. No money on the table. No money no table. No money no honey. No money on the table. Put the 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 money on the table. Don't put the table on the money. Put the money on the table. Don't put the money on the table. Put the table on the money. Money. Ndio hapo tu. Hapa nikaja na ile nyingine. No money no honey. No money no honey. Yaani ukiona no money no. Sikia, muziki hautupendi mwana.